Wild West TV. Sakata la mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Simba Sports dhidi ya Young African kuahilishwa yameendelea kuibuka mambo mengi sana, na kwa sasa viongozi, wapenzi na mashabiki wa Yanga wamefikia hatua ya kushinikiza rais wa TFF Wallace Karia pamoja na kiongozi wa bodi ya ligi Steven Mguto pamoja na Almasi Kasongo wajiudhuru kwa sababu hawatendi kazi, hawafanyi kile ambacho wanapaswa kukifanya kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo bana, viongozi pamoja na mashabiki wa Young African wameendelea kuandamana kupitia wazee, huku wakianza wazee wa Young African mjini Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma City, wakitoa press conference na kusema kwamba wanahitaji rais Wallace Karia ajiuzuru, lakini pia aombe radhi. Vivyo hivyo wameendelea kusisitiza kwamba hawataucheza tena mchezo nambari 184 ambao Yanga alikuwa nyumbani kuwakaribisha Simba Sports, wakiamini kwamba mchezo umekwisha na wapo tayari kushuka hata daraja. Lakini pia wazee wa Zanzibar kule visiwani nao walifuata na kutoa kauli zile kwamba hawataucheza mchezo nambari 184, wanahitaji Wallace Karia aombe radhi, lakini wapo tayari kushushwa daraja kwa sababu hawataucheza tena mchezo mwingine wa dabi. Lakini pia wazee wa jiji la Dar es Salaam nao wameenda mbali zaidi, nao kuandamana na kutoa kauli zile wakishinikiza kwamba wapo tayari kushushwa daraja, lakini hawapo tayari kucheza mchezo dhidi ya Simba. Na hayo yote yanatokana na viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi kuto kusimamia kanuni na sheria kama vile ambavyo inastahili kufanyika. Wanapenda sana kutumia busara kuliko kufuata kanuni na sheria, na hivyo haijaanza leo wala juzi, ni miaka na miaka Simba na Yanga kauli zao nyingi zimekuwa zina utata, lakini kwenye maamuzi wamekuwa wakitumia sana busara kuliko kufuata kanuni na sheria. Kwa hiyo huu ni uozo ambao ulianza tangu miaka mingi iliyopita, na sasa harufu imeanza kutoka, imeanza kuonekana na kilichowakuta ni katika uongozi wa Wallace Karia, Steven Mguto pamoja na Almasi Kasongo kwa upande wa bodi ya ligi, kwamba wao inaonekana kama ndio chanzo kikubwa cha haya yote, lakini chanzo kilikuwa ni miaka mingi iliyopita, kanuni kutokufuatwa, na ndio maana mambo kama haya yamekuwa yakitokea. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment. Una maoni gani? Unafikiria nini juu ya sakata hili? Asante na nurejea siku njema.